Umelipata? Hii tatizo linaitwa watu wangu hawafanyi. Yaani hilo tatizo, kama unalo tatizo ujue wewe bado uongozi wako una mashaka na una hali mbaya sana. Yaani una hali mbaya. Kitu kingine, timu ikiwa inafanya vibaya au watu kwenye timu wakiwa wanafanya vibaya, kosa ni la kiongozi. Andika hilo. No uongozi sasa huo tunaanza. Tatizo lako wewe kama leader, jiulize swali katika uongozi wako. Una tatizo wapi? Somewhere umeyumba. Sasa moja ya sifa kubwa ya kiongozi ni nini? Kwanza anachukua yale maanguko yote ya timu yake na ya watu wake anayamiliki yeye. Alafu mafanikio ya watu wake ni yao binafsi. Yaani mafanikio ya watu kwenye timu yako ni yao binafsi, ila maanguko yote ni wewe yanakuhusu. Kitu kizuri kuhusu kiongozi, kipindi mambo hayaeleweki ndio anahitajika. Kipindi mambo yanaeleweka, kiongozi hahitajiki. Mambo yakiwa yanaeleweka, sasa eti mambo yanaeleweka ni mazuri, leader hana shida, hataki kuwepo, anatakiwa sio sehemu yake. Kiongozi anatakiwa kipindi ambacho mambo yanaeleweka. Kwa moja ya kitu cha muhimu sana kwa kiongozi ni kutaka matatizo ya kutatua, kwa sababu ndio kazi ya leader. Yaani hivyo, yani zahama, yani leta matatizo basi tutatue hapa. Yaani matatizo watu wamekatakata tamaa, wanataka kufa, yani hayo ndio mambo sasa ya leader. Umenipata kwa jambo. Kwa sasa niko hapa leo kwa sababu BF Suma ni leadership company. Leadership company. BF Suma ni leadership company. Kwa hiyo maana yake ukiangalia BF Suma, kuna setu ya kwanza inaitwa OPD, sio hivyo? Ya pili inaitwa LTB. Ya tatu inaitwa LSB. Yaani inaitwa LGB. Sawa? Mwezi uliopita hii nimeingiza zaidi ya $8,000. Hii. Zaidi ya $8,000 hii peke yake. Leadership development bonus. Okay? Hii global bonus nimeingiza $1,600 kama sikosei. Hii $800, si 900, si 800. Okay? Ila hii nimeingiza $85. Kwa maana nini? BF Suma ni leadership company. Leadership company. Kwa kama ni leadership company, maana sasa leo tunajifunza kuhusu uongozi. Sawa? Kuhusu nini jamani? Uongozi. Nionyeshe familia ambayo haina kiongozi, itakuonyesha familia ambayo imeparaganyika. Ambayo haina, yaani ukiona familia imeparaganyika, hamna mtu ambaye ni leader kwenye familia. Nionyeshe ndoa ambayo haieleweki, ujue hakuna leader kwenye hiyo ndoa. Mwanaume mwenyewe ndo atakiwa leader, sasa ndo ameyumba sana, yeye anashangaa. Ndio nini sasa hichi jamani? Maisha ni magumu. Hata leader yaani hamna kitu kinachoendelea. Unanipata? Nionyeshe taasisi ambayo inafanya vibaya na kuonyesha kiongozi ambaye ameyumba. Okay? Sasa kitu kizuri au kitu kibaya kuhusu biashara ya network marketing ni kwamba wale tu ambao ndio viongozi ndio wanaolipwa zaidi. Viongozi wanalipwa zaidi. Okay? Mimi nalipwa hela nyingi BF Suma kwa sababu ya uwezo wangu wa kuongoza watu. Na lead. Umenipata? Sasa kuna myth nyingi sana kuhusu uongozi. Tena kwa watu ambao kama wametoka kwenye jamii tulionayo hii, ambao serikalini na nini, umenipata? Watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya cheo, umenipata? Na kuwa kiongozi. Kuna tofauti. Ngoja tuwe mfano mmoja wa haraka ambao uelewe. Kuna watu wengi sana ambao wana vyeo lakini sio viongozi. Okay? Na chukua hii hapa. Hauhitaji cheo chochote, title yoyote ili uweze kuwa kiongozi. Hauhitaji. Yaani kwa mfano mimi hapa, sijui ndio senior general leader. Sijui hiyo michongo hamna. Yaani hiyo sio yani. Yaani kabisa hizo vyeo natakiwa vipi mimi ndio naongoza tu vizuri. Uongozi ni nini? Uongozi ni ushawishi. Wewe hiyo ndio uongozi, ushawishi. Uongozi ni nini? Ushawishi. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa hana cheo ila ana ushawishi, influence. Umenipata kwa jambo. Sio moja. Kwa tuko hapa leo
Nasema hivi, unapotaka kufanya mapinduzi makubwa sana duniani, inabidi uongeze ushawishi wako. Umenipata? Uweze kuwa mkubwa. Kwa hiyo una increase ule ushawishi. Sasa kwenye biashara yetu hii ambayo tunaifanya, ushawishi ni 100%. Kwa sababu gani? Kwa sababu zifuatazo. Huku ingawa mimi ni senior crown leader, top 2 bonus earner, naingiza $10,000 kwa mwezi, ila nikienda kukutana na mtu leo naye prospect kwenye biashara, hiyo michongo haifahamu. Umenipata? Sio mambo yani. Hiyo title haimati. Umenipata point yangu? Kwa sasa huku kubaya kwa sababu gani? Kwa sababu huku title hazina kazi. Maana yake hivi, title zile zinatumikaga kuwa chapa watu, kuwa reward. Okay? Maana kama mimi ndio mwalimu mkuu kwenye shule, ukichelewa sitabidi nikuadhibu. Kwa title yangu mimi naweza nikakuadhibu. Sasa huku jamani, kuna mtu yeyote ameajiriwa na BF Suma? Au kuna mtu ambaye kila mtu amejiunga kwa nia yake mwenyewe? Kama umejiunga kwa nia yako mwenyewe, maana mimi siwezi kukushurutisha wewe mshikaji. Wala siwezi kukushurutisha wewe mata. Wala siwezi kukushurutisha wewe, siwezi kukushurutisha wewe. Maana kuna mambo ambayo mimi natakiwa niyafanye, wewe useme kwamba hakika Mwijaku ni kiongozi wako. Hakika ni kiongozi. Umenipata? Ukianza kuongoza huku kwenye biashara kwa njia ya kumanipulate watu, kutumia title, wanakukimbia wote, wanakuwa una mtu hata huyu mmoja. Kwa sababu kila mtu kaja kwa mtaji wake mwenyewe, kajiunga kwa hela yake mwenyewe, kila kitu ni yeye. Sasa wewe vipi babu, mwa unanipelekesha? Michongo gani hiyo unanipelekesha yani? Kwa hiyo huwezi kumpelekesha. Ila kula kwenye jamii yetu huko nyingine huko serikalini, wapi kwenye mataasisi, inabidi tu nimfuate fulani kwa sababu jamaa ataninyosha. Mkuu, heshima nyingi. Unashangaa mtu mzima kabisa anakuwa vipi mzee? Anakubali kijana kadogo. Na kuna wengine wanakuambia wewe kimbia, tu hapa nikuchapa, wanakuja wanachapa pale. Sasa hapa nichukue ile style niilete huko, haiwezekani. Umenipata? Kwa hiyo ndio maana lazima leo tujifunze kuhusu nini jamani? Kuhusu uongozi. Kwa hiyo sasa kuna resources ambazo napenda niwapatie, ambazo nikimaliza hapa mnaweza mkaondoka nazo nyenyewe mkaenda kusoma. Lakini katika hizo resources zote mimi nimegusia vitu vichache sana. Katika hizo resources kuna jamaa mmoja jana alinitumia ujumbe akaniambia, kiongozi, naomba vitabu vile ambavyo nimeambia. Nikasema huyu jamaa muda wa maswali na majibu akuuliza vile vitabu, kwa hiyo sitomchapia hapa, anatakiwa niulize mbele za watu. Kwa kabla sijaenda mbali sana, sijaanza kupiga nondo zile, kwa sababu nitakuwa nondo barani. Nataka nikupe resources ambazo wewe mwenyewe unaweza take your time ukaingia ukasoma. Umepata point yangu? Kama unaelewa, piga kopi moja, piga la pili, piga la tatu. Haya, kuna mtu anaitwa John Maxwell. Huyu ana vitabu vyake vizuri sana ambapo ukivisoma utakuwa ni kiongozi mzuri sana kupita kiasi. Umeipata? Kitabu chake cha kwanza kinaitwa Develop the Leader Within You. Ni good book ambapo nadhani unatakiwa ukisome hichi kitabu, ni kizuri kwa kweli. Usiposoma hichi utakuwa utasikitisha sana. Na nitakueleza utasikitisha kipindi gani. Huku BF Suma kuna rank kuanzia star 2 mpaka star 7. Okay? Ambapo ni wengi. Alafu inakuja senior leader. Wengi. Alafu inakuja diamond leader. Wengi. Alafu anakuja senior diamond leader, crown leader, senior crown leader. Okay? Manake kutoka star 1, star 2 mpaka star 7 nyonge. Senior leader wapo hapo wengi na wenyewe kidogo. Diamond leader, senior diamond leader, crown leader ni crown leader peke yangu hapa. Nimeacha sasa hamna mtu. Okay? Afu senior crown leader. Manake ukiwa kuanzia star 2 mpaka star 7, haya nayo yaongea utakuwa unayadharau. Ila siku ukifika senior leader ndio utagundua kwamba uongozi unahitajika. Maanake hivi, either uanze kujifunza mapema ili siku ukifika senior leader and above uwe likipanga, au urudi chini tena ukishafika pale senior leader bana. So unakuwa wewe mbele. Inabidi urudi sasa tena kwenye mtaala, sema mtaala. Uanze kufuata nini? Principles. Umenipata mmoja yangu? Muhimu hiyo. Ndio maana sasa ni mapema sana nyie vijana mtakiwa muweze huku, muende huku mapema, kwa sababu mtafika pale senior leader bana. Amuendi kwa habari. Amuendi.
Kila ukijitahidi ya wewe unaweza kusema umerogo huko vizuri. Umeipata? Kwa hiyo uwai mapema uanze kupiga mambo. Kitabu kingine kinaitwa 21 Irrefutable Laws of Leadership. Hofu. Mlipata? Jamani, ni mwandishi huyu. Ukiandika John C. Maxwell utakuta hizi note. Okay? Kwa miaka zaidi ya 8 nikiwa nikifanya biashara ya Suma, lakini kwa miaka zaidi ya 10, 12, 13 nafanya network marketing. Unajua nilikuwa sijawahi kujenga organization ya uongozi, unajua. Kwa hiyo nimepiga zangu Suma kuanzia star 2, nikapiga hadi senior diamond leader. Unipata? Kwa ambition na nini na experience zangu zile. Nikaanza kuingiza 11, 12 kuanzia mwaka 2021. Sasa nikapiga tena mwaka 2021 nikapiga nikaingia kama leader pale. Kwa milioni 20 hapo maana yake ni GPV nyingi. Nikipiga 18, 19, 17, 15, 16 hapo hivi. Sasa baadaye nikagundua niko mbele, yani mimi niko Kigoma afu watu wangu wako Dar es Salaam. Kwa sasa hapo kabisa hivi nataki wapi? Nikagundua kwamba mimi na skills za biashara. Okay? Na skills za biashara na attitude nzuri ambayo nilitumia katika uongozi, lakini sijui sheria za uongozi. Lakini siwezi kutengeneza nini? Uongozi. Kwa hiyo ikabidi nirudi. Kwa kuanzia mwaka 2023 nikafanya transition, ndio nikaanza ku create leaders, kutengeneza watu ambao ni viongozi. Unaona sasa hivi hapo. Kwa hiyo lakini kwa hapo ilibidi tena nishuke rank. Ndio sitena ya mwili leader tena. Nikalostika sasa hapo. Lakini nilijitambua, nikajua, nikarudi. Kwa miaka yote nilikuwa niko busy kufanya kazi niingize hela, lakini sio kutengeneza viongozi. Unaona point yangu? Kwa nini leo unisikize katika hii training? Unisikize katika hii training kwa sababu hii training itakuwa ni shortcut kwako katika biashara. Kuna watu wanasema kwamba jifunze kutokana na makosa. Okay, nadhani huo ni ujinga. Kwa nini usijifunze kwa watu waliofanikiwa uondoke? Yaani kwa nini ujifunze kutokana na makosa yale? Una miss big picture. Kuwa na mentor maana yake mtu aliyepita ile safari anakuambia vya kufanya, una haja ya kurudia yale makosa. Sasa mimi naonaga watu wengi wanapenda kujifunza kutokana na makosa. Sasa ukijifunza kutokana na makosa maana yake unakosea kama wana wa Israeli walipokuwa wanataka kwenda wapi? Nchi yao ya ahadi kutoka Misri. Zaidi ya miaka 40. For what? Mlipata? Kwa nilikwambia piga hichi kitabu, piga mapema, piga hichi kitabu, piga mapema. Mlipata? Ingawa sasa hivi vitakuwa havi make sense mpaka sema tena ukianza kufika senior leader pale. So pale is not about you. Kama nimepiga point F3 hamna pale, unatakiwa umdengeleze mtu chini au kiongozi kudengeleza. Imasi na bana tuko vizuri sasa tunaanza sasa. Sawa? Okay. Uongozi jamani unaongozwa na kanuni. Sema kanuni. Sema kanuni. Sema tena kanuni. Sema kanuni. Sema tena kanuni. Kuna kanuni za uongozi ambazo